yanaitwa ama unaitwa ni usiku wa manane. Unaitwa ni usiku mkubwa kwa sababu 95% ya wanadamu wanakuwa wamelala. Niko sahihi eti? 95% ya watu wanadamu wanakuwa wamelala. Ni 5% tu ambayo watu wanakuwa macho. Labda 100 inaweza kuwa ni watu wa kawaida, lakini 1% kubwa ya wanadamu hapo wanakuwa wamelala. Kuna maombi ya aina nyingi ambayo mimi nimesema ni maombi ya kawaida, ambayo yanaombwa labda kuanzia saa 12 usiku hapo jioni hapo mpaka saa 5. Ni maombi ya kawaida. Lakini maombi yanayoombwa saa 11 mpaka saa 1 hapo ni maombi ya kawaida. Lakini haya maombi mengine, kwa mfano kuanzia saa 9 usiku mpaka saa 12 hapo, haya nayo hayako kwenye maombi ya kawaida. Amen. Lakini leo nataka tuelekeze nguvu zetu na maelekezo yote kwenye maombi haya ya saa 6 mpaka saa 9. Haya ni maombi ambayo wanayoomba maombi haya sio watu wa kawaida. Amen. Na mimi ninatamani Mungu ajitengenezee watu wasio wa kawaida hapa. Nilikwambia kama unataka mambo yasiyo ya kawaida, fanya vitu visivyo vya kawaida. Amen. Lakini kama ni mtu wa kawaida, basi fanya tu vitu vile vya kawaida. Lakini utaona kwa nini unatakiwa kufanya vitu visivyo vya kawaida kwenye hiki ambacho ninakwenda kukifundisha, hasa kwenye eneo la maombi. Amen. Maombi ya usiku wa manane ni maombi ya watu ambao wameamua kutoa ama kulipa gharama ama kutoa dhabihu. Mtu yeyote ambaye ameanza ama anafanya maombi ya usiku wa manane, Mungu anamhesabu mtu huyu ni mtu ambaye amejitoa kama dhabihu. Amina. Tunajua dhabihu ni sadaka isiyo ya kawaida. Kuna sadaka za kawaida, lakini inapofika kiwango cha dhabihu sio sadaka ya kawaida. Mungu anapomwambia Ibrahimu atoe dhabihu, anamwambia amtoe Isaka. Maana yake anatoka kwenye kiwango cha kawaida cha sadaka, sasa anakwenda kwenye level ya kutoa dhabihu. Dhabihu ni sadaka inayouma, ni sadaka kubwa, ni sadaka ambayo mtu anakuwa ametoa kana kwamba ametoa nafsi yake. Sasa mtu anayeomba maombi ya usiku wa manane ni mtu ambaye amejitoa dhabihu. Amen. Ukishafika level ya kwanza kuomba saa 6 mpaka saa 9, maana yake umepanda level. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ninafundisha mambo haya na familia yangu iko hapa, watoto wangu wako hapa, wanaelewa ninachokisema. Mimi wasipendi kufundisha kitu ambacho sijaki experience. Siwezi kufundisha kitu ambacho sijawahi kukifanya. Amen. Chochote ambacho nakufundisha hapa ni kile ambacho mimi nimekifanya. Kwa hiyo situmii uzoefu wa mtu mwingine, natumia uzoefu wangu. Haleluya. Na wakati huo ninakuombea, wakati ninaomba, ninafundisha hivi. Mike ilikuwa tu sawa, mimi ndo niliweka mbali mwanangu. Pale ulipoweka ilikuwa sawa. Ni yenyewe. Nifikia labda umeamua kuiongeza. Mimi ndiye ambaye niliweka hivyo na nimeamua kuongea polepole ili nisipoteze nguvu nyingi. Polepole, lakini naamini kabisa haya mambo yanazama ndani ya moyo wako. Haleluya. Kwa hiyo sasa, hebu angalia Warumi sura ya 12 mstari wa 1.
Tuende kwenye ushahidi wa maandiko. Waraka kwa Warumi sura ya 12 na mstari ni wa kwanza ule. 12 ndio. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ni ibada yenye maana. Asante sana. Naomba niangalie sasa. Nimekwambia muombaji wa usiku wa manane ni muombaji ambaye anajitoa dhabihu mbele za Mungu. Hatoi dhabihu kama ng'ombe, mbuzi, pesa na kadhalika. Yeye unapiga mwanangu. Lakini anajitoa yeye mwenyewe. Kuna namna ya kujitoa dhabihu. Nimekwambia maombi, usiku wa manane ni masaa ambayo watu wamelala. Kimsingi mwanadamu anatakiwa awe amepumzika. Tena wataalamu wa afya kina Kagwisage hapo wanasema mwanadamu alale masaa 8 safi kabisa. Lakini mimi ninapoacha kulala naamka usiku saa 6 mpaka saa 9, ama inategemea, inaweza kuwa ni saa 6 mpaka saa 7, inategemea nguvu yako. Inaweza kuwa ni saa 7 mpaka saa 8, inaweza kuwa ni saa 8 mpaka saa 9. Saa moja ndani ya haya masaa, ama masaa yote. Nimesema hivyo kwa sababu mimi huwa natumia hayo masaa yote. Mara nyingi natumia yote. Kipungua sana ni 2, lakini nitayatumia hayo masaa. Amina. Maana yake mtu huyu amejitoa dhabihu. Kwa mfano sasa, si unaona umefunga umejitoa dhabihu. Kufunga ni kujitoa mwili wako dhabihu. Anasema itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai. Mtu ambaye amefunga, hajala, hajanywa kwa masaa 12, amejitoa dhabihu. Amen. Sasa ukaongeza na kujitoa dhabihu ya masaa haya ya usiku wa manane, maana yake unaenda kuwa dude. Haleluya. Unaenda kuwa mtu hatari sana kwenye ulimwengu wa roho. Nikwambie kitu. Nimewahi kuwashuhudia hapa, na kuna wengine sijui ni kina Oleko na kina Mama Johnson. Kati Mama Johnson ni Shemasi. Walimkamata kijana mmoja hapo. Akawa anasema namtafuta Happy Kamili. Happy Kamili ni nani? Wakamuonyesha, anaona Happy Kamili Kenya, alijua labda ni mtu likubwa hivi. Akasema ndio huyu anatusumbua. Kwa nini? Ni wewe Oleko anatusumbua, anaisumbua kuzimu. Wakati huo nilitumia maombi mengi sana ya usiku wa manane. Kumbe mimi sikujua nilikuwa nasumbua kuzimu, na hata sasa bado nawasumbua. Amen. Kwa sababu sasa usiku wa manane ni mtu ambaye amejitoa dhabihu. Lakini muombaji wa usiku wa manane anafanyika kuwa silaha ya Bwana. Amen. Kwa nini maombaji ama maombi ya usiku wa manane yanakuwa na nguvu, ama muombaji wa usiku wa manane anakuwa na nguvu? Kwa sababu muombaji wa usiku wa manane anafanyika kuwa silaha ya Bwana. Yeremia 51 mstari wa 20. Yeremia 51 mstari wa 20. Somo sensitive kama hili lazima tuwe na ushahidi kwenye maandiko utakao kusaidia. Anasema wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita. Kwa wewe nitavunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitavunja farasi. Tumefika Yeremia 51:20, tumeanzia pale. Na kwa wewe nitavunja farasi na yeye apandaye, na kwa wewe nitavunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake. Na kwa wewe nitavunja mwanaume na mwanamke, na kwa wewe nitavunja mzee na mtoto, na kwa wewe nitavunja kijana na mwanaume na kijana mwanamke, na kwa wewe
nitavunjavunja mchungaji na kundi lake, na kwa wewe nitavunjavunja mkulima na jozi yake ya ng'ombe, kwa wewe nitavunjavunja maliwali na maakida. Tatulia vizuri usome nyumbani. Muombaji wa usiku wa manane, kwa sababu usiku wa manane ni majira ya utendaji mkubwa wa shetani. Sawa sawa, Usiku wa manane ni majira ya utendaji mkubwa sana wa shetani, kwa sababu ni wakati ambapo shetani ama wajumbe wa kuzimu wanaimarisha madhabahu zao za uovu. Ni wakati wanatoa dhabihu na sadaka kwenye hizi madhabahu. Ni wakati ambapo wanageuza hatima za watu. Ni wakati ambapo wanaharibu hatima za watu. Ni wakati ambao wanapanda mapando mabaya kwenye maisha ya watu. Yesu anasema watu walipolala, adui akaenda kupanda magugu usiku wa manane. Nitazama, usiku wa manane ni majira ambapo madhabahu za kuzimu, madhabahu za kishetani zinakuwa active. Kuna mambo mabaya makubwa ya kishetani ambayo hayawezi kufanyika mchana, ni lazima yafanyike usiku, wakati ambapo nafsi za watu zimelala. Wakati wa mchana kutakuwa na hali ya kuingiliana, kwa maana ya kwamba huwezi kufanya kazi vizuri kwenye internet za kuzimu, hata za kawaida hizi za kibinadamu, si ndio jamani? Kuna vitu ambavyo unataka kuvifanya kwa uharaka na kwa utulivu, basi unaambiwa fanya usiku wakati internet imetulia, si ndio? Wakati matumizi sio makubwa. Vivyo hivyo kwenye maisha ya rohoni, ili shetani apande magonjwa makubwa, makansa, alete mauaji, vita, uchawi, ni wakati wa usiku wa manane. Ukinielewa, unainua hata hivi mkono kidogo ili nijue niko na watu hapa. Umeona Sasa mtu anayejitoa kuomba usiku wa manane anafanyika silaha ya Bwana ya vita. Umenielewa? Kwa sababu wakati huo ukuzimu inapopanga mambo mabaya, Mungu anatafuta mtu ambaye ataomba ili aweze kubadilisha, ili Mungu aweze kubatilisha mipango ya shetani. Si unanielewa? Ndio maana nimekwambia kwamba muombaji wa usiku wa manane anafanyika silaha ya Bwana. Kwa nini? Kwa sababu wakati huu ambapo watu wamelala, shetani anapanda mabaya, hatima za watu zinabadilishwa. Watu wengi hatima zimebadilishwa usiku wa manane. Yule mwanamke, wale wanawake wawili makahaba walioenda kwa Suleiman wanagombania mtoto aliye hai. Yule mwenye mtoto aliye hai anasema alikuwa amelala usiku wa manane. Ukisoma kwenye yale maandiko utaona usiku wa manane huyu mwenzangu akaamka akabadilisha mtoto wangu, akanipa aliyekufa, akachukua aliye hai. Kwa nini maombi ya usiku wa manane ni ya muhimu kwa Mkristo? Hata kama hautafanya siku zote, lakini weka mkakati wako, hata kwa wiki iwe mara 2. Amen. Kwa sababu hatima zinabadilishwaga usiku wa manane. Magugu yanapandwa kwenye ngano usiku wa manane. Najua ninaongea na waombaji hapa. Amen. Ni lazima ujue mambo gani utayashughulikia wakati wa usiku wa manane. Utaona hapa mbele. Kwa hiyo, kwa sababu Mungu anatafuta mtu ambaye wakati vikao vya kuzimu vinapanga ajenda kwamba tunataka kuleta ugonjwa mkubwa Tanzania, unaitwa kifua fumbi kwa mfano, watu watakuwa mate yanatoka tu, hawezi kufunga mdomo, mate yanatoka tu. Wakati wanalipangilia lile jambo, Mungu mbinguni anaona. Unielewa? Anapoangalia sasa hili jambo, kama hakutakuwa na muombaji, manake ni kwamba kama hakuna muombaji mambo mabaya yatatokea tu.
Sasa mtu anayejitoa kuomba usiku wa manane, maana yake ni kwamba anasimama pamoja na Mungu ili mabaya yasiwezi kuipata nchi ama familia ama kanisa. Na kwa sababu hiyo, huyu muombaji wa usiku wa manane lazima Mungu ambaka. Unanielewa? Lazima awe na nguvu ya ziada kuliko aliyeomba saa 3. Kwa nini? Kwa sababu muombaji huyu wa usiku wa manane ameingia kwenye katikati ya vita. Sio watu wananielewa bwana. Muombaji wa usiku wa manane maana yake ni kwamba hajasubiri vita ije, tukio litokee alafu nipige. Unanielewa? Muombaji wa usiku wa manane ni yule ambaye amevamia kundi, amevamia jeshi la adui. Amen. Kuna nyakati kwenye maisha usisubiri yatokee yapangwe ndio uje uharibu. Kuna wakati unatakiwa una interfere. Amen. Kwa vita, kuna wakati Mungu aliwaambia wana wa Israeli, nendeni mkaanzishe mapigano, kamilikini zile nchi nilizowaahidi, kaanzisheni mapigano. Maana yake ni kwamba mtu anayeomba usiku wa manane ni mtu ambaye anakiwasha. Sawa Wakati muombaji ambaye atakuja kuomba saa 11, saa 12 asubuhi ni muombaji sawa, vizuri kabisa. Ila yeye sasa atakuja kuharibu kile kilichopigwa. Muombaji wa usiku wa manane atakuwepo wakati mambo yanapangwa na atavuruga mipango yao. Mimi natamani kuwa huyo mtu. Sijui na wewe? Mimi natamani kuwa huyo mtu. Haleluya. Sasa basi, ndio unaona sasa mtu anayeomba usiku wa manane upako wake hauwezi kuwa wa kawaida. Trust me. Yani atakuwa tofauti na mwingine yeyote. Amen. Kwa sababu wakati anasimama kupigana ile usiku, Mungu, malaika wanasimama kumsaidia. Lazima apokee upako maradufu, kwa sababu yeye hasubiri vita ije ndio wapigane. Yeye ana interfere vita ambayo tayari inapigana. Si unanielewa? Kwa hiyo mtu kama huyu Mungu ndiye ambaye anamtafuta, na Mungu atamuimarisha sana, atamtia nguvu sana kwa sababu ya kazi anayoifanya. Ndio anasema, wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitavunja vunja. Anayezungumzwa ni jamaa huyu, kamanda huyu. Unajua kwenye jeshi kuna aina ya maaskari wengi kuna mgambo, nao ni askari ndio ambao wakati mwingine hata kutumia bunduki hawajui. Mambo ya kichachamaa, wanatoa magwanda, wanavaa nguo za kiraia, wanasepa. Maana kiukweli amevaa zile gwanda ila hana mafunzo, ila ni askari na yeye. Kimkuta rufaa anasema muda umeisha, muda umeisha. Hicho ndo anaweza kufanya. Mimi sitaki kuwa namna hiyo kwenye ulimwengu wa roho. Mimi nataka kuwa kamanda. Haleluya. Nataka kuwa kamanda, unaamuru mambo na mambo yanatokea. Haleluya. Kwa hiyo sasa, unapoomba mida hii ya usiku wa manane, unafanya kazi na Mungu kuzuia uharibifu. Amen. Kuna tofauti ya kuzuia uharibifu na kuharibu uharibifu. Si unanielewa? Kuna tofauti ya kuzuia tatizo na kutatua tatizo. Si unaona Mtu anayetatua tatizo tayari limekwisha kutokea. Sasa ndo anatafuta namna ya kutatua ama analitatua. Lakini kuna mtu ambaye anazuia tatizo. Mimi nafikiri ni bora anayezuia japo anayetatua ana umuhimu mzuri, ila anaye uwezo kuzuia. Waswahili wanasema heri kinga kuliko tiba. Kwa sababu wakati fulani kwenye kuleta suluhisho ama kutatua, inaweza ikakuchukua muda mrefu mpaka upate solution, mpaka upate suluhu kwenye jambo fulani. Lakini kama umelizuia,
maana yake ni kwamba una heri kuliko yule ambaye atatatua tatizo. Unataka kuwa mtu wa kuzuia matatizo, jifunze kuomba maombi ya usiku wa manane. Haleluya, haleluya. Omba maombi ya usiku wa manane, kwa sababu maombi haya yatazuia kile ambacho adui amekipanga. Amina. Kwa hiyo Mungu atakupa nguvu zaidi ya wengine kwa sababu umefanyika mlinzi. Amen. Mtu anayeomba usiku wa manane ni mlinzi. Ni mtu ambaye, unajua mlinzi kazi yake ni kuhakikisha usalama, si ndio? Maana yake akiona adui anakuja atashambulia ama atapiga kelele. Kwa hiyo mtu anayeomba usiku wa manane, huyo ni mlinzi. Anaweza kuwa ni mlinzi wa taifa, anaweza kuwa ni mlinzi kwenye ngazi ya familia, anaweza kuwa mlinzi kwenye kanisa. Natamani Mungu akupe roho ya ulinzi. Amen. Huyu ni muombezi. Na utakuta watu wa namna hii kwa sehemu kubwa waombeaji mambo yao. Atakuwa anaombea familia, anaombea taifa, anaombea kanisa, kwa sababu ni eneo ambalo Mungu amempa hiyo neema. Na ninaomba Mungu ainue watu wengine hapa katika jina la Yesu Kristo. Unapoomba usiku wa manane, nimesema unaanzisha vita kabla uharibifu haujafanyika, wewe unaingia kuvuruga. Unapoomba usiku wa manane, macho yako ya kiroho yanaanza kufunguka. Haleluya wapendwa. Unapokuwa muombaji wa usiku wa manane, macho yako ya rohoni yanaanzaga kufunguka. Mimi naomba maombi ya aina zote, lakini naweza kukuhakikishia wakati ambao nimeona maono makubwa, nimepata mafunuo makubwa sana, ni nyakati ambazo nimeomba usiku wa manane. Ni nyakati ambazo nimewahi kukutana na mtu baada ya kuomba yale maombi ya usiku wa manane kwa mfululizo. Niliwahi wakati nimepumzika nikaona jambo fulani kwa ajili ya mtu fulani. Vile nilivyoliona rohoni, nilipoamka nikamwambia nimeona 1 2 3 4 5. Akaniambia na mimi najisikia hivyo hivyo. Yaani hicho ulichokiona iko hivyo hivyo ulivyoiona. Na mimi nilikuwa nawaza hivyo hivyo. Wakati mimi nimelala namuona anawaza hivi, anawaza hivi, anawaza hivi. Nilipostuka namwambia ulikuwa unawaza hivi, unaweza. Akasema ni hivyo hivyo nilivyokuwa nawaza. Unataka macho yako ya rohoni kufunguka, tumia maombi ya usiku wa manane. Ni maombi ya usiku wa manane ambayo yalinifunulia habari ya mambo ya nyumbani kwetu, familia yetu. Sikuwa ninajua kama kwenye familia yetu, kwenye ukoo wetu, niseme tu kwenye ukoo wetu, kwa ndugu zangu, wajomba, shangazi huko, sikuwahi kujua kama kuna mchawi. Mimi nilikuwa najua wote ni nani, KKT. Kumbe michawi ipo. Maombi ya usiku wa manane yakaanza kunifunulia. Yaani kupitia yale maombi ya usiku wa manane, Mungu akaanza kunifunulia vitu vikubwa ambavyo hata watangulizi wa ule watu wazima kuliko mimi kwenye ile familia, kwenye ukoo, hawajawahi ona. Mambo yaliyotendekwa miaka, Mungu alianza kuyafunua kwangu. Wakati ninaendelea kuomba kwenye yale maombi ya usiku wa manane ya mfululizo, nakumbuka sio mara moja, sio mara mbili,
sio mara 3. Naona watu wamefungiwa kwenye nyumba ya babu yangu. Kwenye nyumba ya babu yangu watu wamefungiwa kwenye chumba. Mimi nilipoingia kwenye kile chumba, naingia naimba, nikaanza kufungua kile chumba, walitoka watu wanang'aa, wanatoka wanapanda, wanaelekea kama wanaenda mlimani. Niliona watu wasiopungua 7 wanatoka. Siku nyingine naona kuna watu wengi wamekufa kabla ya wakati, nikana kwamba mimi naenda kuwahubiria na waombea wengine wamechukuliwa msukule na vitu vya ajabu. Nikawa najiuliza nini maana ya hivi vitu, ila mimi nikiamka nasimulia, jamani nimeona hivi na hivi, mpaka wanasema huyu naye, jamani nimeona hivi na hivi. Baada ya muda fulani, mmoja wapo kwenye ile familia akaja kujisema mwenyewe kwamba mimi ni mchawi, niliua fulani, niliua fulani, niliua fulani, mimi ndiye ambaye nilikuwa nachukua nyota ya fulani. Ndio wale watu niliwaona wanafunguliwa kutoka kwenye chumba. Nini kilipelekea hapo? Maombi ya usiku wa manane. Amen. Na kuambia muombaji wa usiku wa manane hafichwi kitu. Mme wako hata kuficha kitu, mke wako hata kuficha kitu. Kabla jambo halijatokea utaona. Na kuambia ukweli. Haleluya. Kwa hiyo sasa, kwa sababu ya nguvu za Mungu zinazoachiliwa usiku huu wa manane, jamani niseme hivi kwa ufunuo, usiku wa manane kuna soko la nguvu za Mungu. Hiyo naipenda hiyo. Usiku wa manane ni wakati ambapo soko la nguvu za Mungu linakuwa wazi. Ndio wanasema njooni mnunue bila fedha. Natamani kila mtu anayenisikia hapa aingiwe na shauku na kiu ya kwenda kwenye soko la nguvu za Mungu usiku wa manane. Mungu analazimika kufanya hivyo kwa sababu usiku wa manane ni usiku wa vita. Hawezi acha mtoto wake aibike. Kwa yeyote ambaye ataamka usiku wa manane, mbingu ziko pale kumbaka. Na utaenda na hiyo nguvu mchana. Utashangaa kuna watu asubuhi badala ya kukutazama wanaangalia pembeni, kwa sababu wanahisi usiku uliwaona. Hata wachawi wanaogopa muombaji wa usiku wa manane. We majira yao ya kujidai ndio unaanza raba shanda raba seketele baba baba. Hey! Wakipita nyumbani kwako wanaona nyumba inawaka moto. Wakipiga kwenye darubini zao wanaona ni kikaviki kako pale kana shandarize, ni Kaadelina akajai hata kwenye kijiko, lakini kakiwasha moto, mbingu zinajua kwamba kuna mtu hapo. Haleluya. Kwa wakiamka asubuhi wanaanza kukuogopa. Mimi naelewa ninachokisema. Wengine hawakutazami, wengine wakikuangalia sasa anatisha huyu. Bwana huyu hata ukimwangalia usoni anatisha kweli. Haleluya. Haleluya. Maombi ya usiku wa manane. Amina. Unataka kwenda mbali kihuduma, kimaisha, tumia usiku wa manane. Amen. Mimi najitolea mfano. Hata ikitokea siku nimechoka, yani hiyo siku sasa uchovu umekuwa mwingi, mwili unakataa, yakifika yale masaa lazima nitakuwa macho. Yani nakosa amani. Yani lazima niamke niseme hata maneno mawili. Yani nakosa amani mpaka nasema Mungu, mimi naona kama unanionea hivi. Roho Mtakatifu, nimechoka.
yani amani inakosekana kabisa. Yani hata nikiforce kulala nitakuwa tunaweweseka. Dakika 5 nimeamka, dakika 10 nimeamka, mpaka asubuhi itafika, mpaka naona sasa hakuna sababu ya kulala sasa. Yani bora tu niamke. Naona tu bora uamke tu. Siwezi. Yani nimeshakuwa addicted kiwango hicho. Mungu atusaidie sana. Na kuna namna watu wataanza kukuona tofauti na watu wengine. Sijui nakwambia kitu unanielewa. Maisha ya sasa hivi, ama niseme maisha hayataki watu wa kawaida. Dunia haiko tayari kupokea watu wa kawaida. Yani mimi ningekuwa nimekaa huko, hizo point ndo ningeandika sasa. Otherwise una rekodi. Dunia haitaki watu wa kawaida. Amina. Dunia haina uwanja wa watu wa kawaida. Dunia haina uwanja ya wahubiri wa kawaida. Dunia haina uwanja wa waimbaji wa kawaida. Dunia haina uwanja wa wanataaluma wa kawaida. Utofauti ndio soko lako. Amina. Ukiwa tofauti ndio thamani yako. Na tunaanza kutafuta utofauti kwenye vitu kama hivi ninavifundisha. Uzuri ni kwamba hiki ninachofundisha kina cover maeneo yote. Kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye masomo, kwenye ndoa, kwenye kila kitu. Nani ananielewa aseme amen. Kwa hiyo kama unataka kuuza utofauti kwa watu, basi fanya vitu vya tofauti. Amen. Ni hatari sana. Naomba niseme hili jambo. Ni hatari sana kama wewe ni mzazi, kwa mfano, ni baba, ni mama, ni wanandoa, kulala kuanzia saa 2 mpaka saa 2 ni janga. Nawaambieni ukweli. Yani baba amelala kuanzia saa 2 mpaka saa 1:30 asubuhi, au saa 1 au saa 12:30 anaenda kujumua mitumba. Hajaamka hata dakika 10. Ni janga. Janga. Yani jiminyeni tu moyoni wewe na mke wako kama mko hapa, useme hili la kwetu. Alafu mkaache kulala usiku kucha. Amen. Sio sifa. Jamani, kuna watu wanalala nyinyi. Kuna watu wanaji yani analala mpaka analala tena. Anajigeuza. Yani wengine sisi Mungu alituumbaka hivi kwa makusudi. Yani mimi usingizi ni bidhaa adimu. Mimi nimeambukiza mpaka watoto. Unaamka saa 8 sasa, nilikusikia unatoka. Wakati unarudi mimi ndo nilikuwa nalala. Yani familia hivyo nzuri eti. Sio baba, asante kwa usingizi kama wa mtoto mchanga. Acha ujinga. Usingizi wa mtoto mchanga na madeni ulionayo, mizimu ya kwenu unakufukuza usiku kucha. Unapata wapi nguvu ya kulala wewe? Hivi unapata wapi nguvu ya kulala huko kwenye nyumba ya kupanga mwaka wa 15 huko? Unalalaje kwa mfano? Unapataje nguvu ya kulala? Hakuna kaka anayekwambia habari ya leo. Unalala. Baba asante, nimeamka asubuhi ya leo, niko mzima na mwenye afya. Baba asante kwa siku nyingine. Saa 2 binti wa hema ya furaha. Hapana jamani. Hapana bwana, hapana. Haleluya. Jamani, unapata kitu?
Wangapi wanapata kitu? Wakati naongea hivi, naomba hiyo roho ya maombi ya usiku wa manane iingie ndani ya mtu. Ezekiel anasema, na aliposema nami roho ikaniingia. Roho hiyo ikuingie katika jina la Yesu Kristo. Seti alamu. Amen. Seti tu ataalamu. Yaani kuto kuomba ndio iwe bahati mbaya. Sio, unanielewa? Yaani usipoamka kuomba ndio iwe bahati mbaya. Yaani isiwe ndio kawaida, ila ukiamka ndio sasa baba. Wait. Umenisikia? Kwa mfano ukiamka saa 6 mpaka saa 7 au saa 7 mpaka saa 8 ukarudi kulala, bado utaamka tu kwenda Soweto. Wait. Utawahi tu. Yaani saa moja itakufanya ndo uchanganyikiwe kama umekesha masaa 6. Jamani, mimi naongea mambo haya kwa watu wanaotaka kwenda mbali. Amina wapendwa. Kama unataka kwenda mbali. Lakini kama wewe ni wa hapa hapa, piga ile saa 1 mpaka na dakika 10. Nayo ni maombi. Ni maombi nayo. Hatusemi hujaomba, ila hautafanana na huyu mwingine. Nilikuwa nasikia ushuhuda wa mtumishi mmoja anaitwa Katunzi. Katunzi aliweka mkakati wa kuamka saa 9 mpaka saa 11 kwa muendelezo. Zingatia muendelezo. Usiseme tu umeamka tu siku moja. Omba kwa muendelezo. Amen. Na inategemea unalenga kitu gani, nitakuonyesha hapa mbele. Wangapi wanamfahamu Katunzi? Inua mkono vizuri nikuone. Yaani robo 3 ya watu hapa wanamfahamu Katunzi. Wangapi wamewahi kumuona Katunzi uso kwa uso? Waliomwona ni wachache, ila wanaomfahamu ni wengi, karibu robo 3. Alafu sijasema hivi, sio kwenye TV. Wangapi wamemwona live? Wamepungua. Umeona matokeo yanalazimisha watu wakujue. Sio, unanielewa? Mambo hayatokei tu, mambo yanatengenezwa. Sawa sawa? Ana kanisa kubwa watu zaidi ya 5,000. Katunzi zaidi ya watu 5,000. Na hiyo nazungumza ni miaka 4 iliyopita wakati tunaenda kwake. Kwa sasa sijui, inaweza kuwa zaidi. Lakini alianza kanisa ndani ya miaka 2 ametengeneza idadi ya watu 5,000. Mungu atusaidie sana. Matokeo yatakutambulisha. Amina. Amina. Mimi huwa naona raha sana unapoona unafanya mchakato fulani na ule mchakato unakufanya uwe wa tofauti. Basi huo mchakato sio wa kuacha. Si unanielewa? Si unanielewa? Anyway, nisiongee sana nikakosea, lakini zingatia hayo mambo. Sasa basi, uombe nini usiku wa manane? Andika hivyo. Kumbuka usiku wa manane ni saa 6 mpaka saa 9. Uombe nini usiku wa manane? Usiku wa manane, jambo la kwanza, fanya maombi ya tuseme sifa za vita. Fanya sifa za vita. Si unaeleweka nikisema hivi? Sifa za vita. Kuna sifa za vita, sawa? Kwa sababu usiku wa manane
ni eneo, nimeshakwambia kule mwanzoni, ni wakati ambapo falme za giza, madhabahu za kishetani ziko active. Mimi nakushauri sio usiku wa kulialia, baba wewe nitazame, niko hapa nimechoka baba, niangalie. Tazama mwenyewe baba, simama mwenyewe, simama baba, simama. Usiku wa manane, jambo la kwanza, fanya sifa za vita. Haleluya. Ee Bwana, katika miungu yote ni nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa. Vitu kama hivyo. Angalia Kutoka 15 mstari wa kwanza. Kutoka 15. Mimi ningefurahia sana ningekuwa napata hiki unachokipata huko. Kwa kweli ningeona nimependelewa kweli. Kutoka 15 nianzie mstari, nitasoma mwenyewe. Nianzie mstari wa kwanza. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu, wakanena na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Sikia sasa, picha linaanza hapo. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Jichungie wimbo wako. Sio lazima uimbe zile za watu. Mimi nikiamkaga usiku nakuja tu na tune ninayojua mimi. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Alafu nikwambie sasa, ukishaanza kupiga hizo unasikia nywele inasisimka. Maana yake kule kwenye madhabahu za kuzimu anajua kimenuka, kimewaka. Sikia sasa hii. Anasema hivi, Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu nami nitamsifu. Mungu ni baba yangu nami nitamtukuza. Sikia mstari wa 3. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndio jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida yake na wateule wake wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza, walizama vilindini kama jiwe. Bwana, mkono wako wa kuume umepata fahari na uwezo. Bwana, mkono wako wa kuume wawaseta adui. Kwa wingi wa ukuu wako wawaangusha chini. Wanakuondokea, wanapeleka hasira yao, wawapelekea hasira yako, nayo huwateketeza kama mabua makavu, na upepo kama mianzi ya pua, na upepo wa mianzi ya pua yako maji wali Jamani, siwezi kusema kila kitu hapo, lakini mwenye kuelewa anaelewa. Haleluya. Amka usiku, anza kutangaza, we ni Bwana wa vita, shujaa wa vita, shujaa wa... Umeona hizo ndio sifa za vita. Ni vizuri, nyimbo nyingine ni nzuri, lakini sio wakati huo. Baba nanyenyekea, naomboleza, naomboleza mbele huo muda sio wa kuomboleza mpendo. Huo ni muda wa kukiwasha. Washa vita kabisa. Unaona Paulo na Sila gerezani. Hivi unafikiri walikuwa wanaimba? Wimbo gani? Haleluya tutaonana, haleluya tutaonana, tutaonana mbinguni kwa Baba, haleluya tutaonana. Haina wewe Sila itikia huko. Mimi sitaki kuamini hicho kitu hata kama sikuwepo. Yaani ninachoamini walikuwa wanaimba, Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndio jina lake, Bwana uvunja uta, Bwana ukomesha vita, Bwana mtupa farasi na wapanda farasi baharini. Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na
njia za kutoka mautini sina Jehova Bwana. Bwana nitalisifu jina lako, maana wewe ni Mungu peke yako. Kinywa chako kina uweza na ukuu. Bwana anaopanga mkubwa, anaopanga mkali, uliomkata Leviathani, yule choka wa baharini. Ni nani kama Bwana? Ni nani kama shujaa wa Yakobo? Nakwambia Mungu atakuitikia haraka. Amen. Nakwambia sijafanyaga kitu mimi, sijafundisha ambacho sijakijaribu. Unasikia mwele inasimama, miale ya moto. Kama ni mtu ambaye umefunguliwa macho ya roho, unaanza kuona miale ya moto inapanda na kushuka. Unajua hapa kimenuka. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sasa usiku wa manane, fanya sifa za vita. Jambo la pili, fanya maombi ya matamko. Tamka neno, nena kwa lugha. Amen. Fanya maombi ya matamko. Unanielewa nikisema matamko? Sawa sawa. Sio maombi ya kulia, wapendwa, kuwa. Si unanielewa? Yaani kuna watu wanafikiri wakilia, baba, yaani anafikiri eti ndio ameomba. Mimi mwenyewe huwa nalia, lakini sio kila wakati ni wakati wa kulia. Wengine tukianza tu baba, wewe, sio kila wakati ni wakati wa kulia. Na mimi nakushauri usiku wa manane sio wakati wa kulia. Otherwise Roho Mtakatifu siku hiyo amekuelekeza huko. Si unanielewa? Usiku wa manane tamka neno la Mungu. Ndio maana lazima uwe na neno. Amen. Uwe na neno la Mungu. Imeandikwa, mimi ni rungu la Bwana na silaha zake za vita. Kwa mimi atavunja vunja farasi na mpanda farasi. Kwa jina la Yesu Kristo, kila magari ya vita ya kichawi yanayoruka kupigana na nchi, kupigana na kanisa, kupigana na familia, kupigana na hatima yangu, teketea kwa moto kwa jina la Yesu. Kaya mana mashada ikabobobobo rabana masika ikamama maraba shetele boda. Tamka neno na nitainuka katika jina la Yesu Kristo. Hatima yangu inainuka, afya yangu inainuka, uchumi wangu inainuka, maisha yangu yanainuka, afya yangu inainuka katika jina la Yesu. Imeandikwa, sitakuwa chini, nitakuwa juu. Natangaza kuinuka. Mbingu sikia, ardhi sikia, anga sikia. Ninainuka sasa 2026. Ninainuka kwa jina la Yesu, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninainuka, jina langu linainuka, huduma yangu inainuka, hatima yangu inainuka. Nani ananielewa? Fanya maombi ya matamko. Amen. Fanya maombi ya matamko. Tamka neno la Mungu. Matamko, tamka neno la Mungu. Kiongezea na kunena kwa lugha. Nena kwa lugha. Na ukiweza kwenda mbali zaidi, tamka neno, nena kwa lugha. Tamka neno la Mungu, nena kwa lugha. Tamka neno la Mungu, nena kwa lugha. Ukiamka asubuhi wanaona ni limoto linatembea hivi. Haleluya, 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 haleluya. Mimi sitaki kuwa Mkristo wa kawaida. Mimi sitaki. Sipendi mimi kwa kweli. Amen. Siogope, tunaenda kumalizia, afu tutaenda kufanyia mazoezi nyumbani. Maombi, omba maombi ya kuvunja maagano ya kifamilia, mashambulizi ya kichawi. Usiku wa manane ni usiku wa kudeal ama kushughulikia mambo magumu. Hello. Usiku wa manane ndio wakati wa kuomba maombi ya vita. Unanielewa mpendwa? Usiku wa manane ndio wakati wa kushughulikia ile ndoto uliota unayoumwa na nyoka. Maana hilo tukio lilifanyika usiku, lilipandikizwa usiku. Unanielewa? Usiku wa manane ndio usiku wa kuomba maombi ya kupiga na kuharibu chakula cha kichawi ulicholishwa kwenye ndoto.
Usiku wa manane ndio usiku wa kushughulikia jini mahaba anayelala na wewe kwenye ndoto. Kuna siku nitapata nafasi hapa, Mungu akinipa neema, nitakuja kukufundisha athari za jini mahaba. Na watu wanachukulia vitu kawaida sana. Anamuita mme au mke wa kipepo. Ni jini linalokwenda kulala na watu kwenye ndoto, au mwanamke au mwanaume. Sio kitu cha kawaida kile. Nikipata muda nitakuambia athari zake. Usikichukulie kawaida. Huo ndio usiku wa kushughulikia sasa. Jini mahaba anaweza tumwa na mchawi, akachukua kamdori. Kwa mfano wewe ni mwanaume, akachukua kamdori ka kike, akachukua na kamdori ka kiume, akaviweka pamoja, akachukua kamba nyekundu akafunga. Anasema wewe Selemani, Maimuna ndio mke wako. Anafungiliza na lile jini Maimuna, jini mahaba ndio atakuwa mke wako. Hautamfurahia mke wako, hautakuwa na amani na mke wako, na kwa mwanamke hivyo hivyo. Alafu anachukua kakale kitu anakapeleka kwenye madhabahu za kichawi, amekatolea sadaka. Kila wakati unaona kuna mwanaume au mwanamke anakuja hivyo hivyo. Kumbe wamekuunganisha kwenye ulimwengu wa roho. Sasa usiku wa manane ndio usiku wa kujiachanisha na kila nguvu ya kishetani, jini aliyeunganishwa na wewe. Wengine wameungamanishwa na jini hasara, na jini la kukataliwa, na jini mauti. Usiku wa manane ni usiku wa mambo magumu. Nani anasema sasa nitaomba usiku wa manane? Usitake kushughulikia vitu vigumu wakati wa mwepesi. Mpendwa, nakwambia ni hekima hii. Mambo magumu yanashughulikiwa kwenye hizo nyakati ngumu. Muda ule ule waliopanga ndio muda huo na mimi nakwenda. Napiga matamko, naondoa jina langu, nakomboa jina langu, nakomboa sura yangu, nakomboa maisha yangu. Na nakwambia ukianza kuomba haya maombi, kama nilivyokuambia, macho yako yataanza kufunguka. Utaanza kuona vitu. Utaanza kuona chanzo cha tatizo lililokabili maisha yako. Amina. Amina, 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 amina. Sikiliza. Unaona Paulo na Sila walikuwa kwenye situation ambayo ni ngumu. Wamefungwa gerezani, wamefungwa na kufungwa, na askari wako pale na mitutu, na gereza limeweka ngome nzito, hawawezi kutoka. Biblia inasema usiku wa manane, wakati wafungwa wengine wametulia, wenyewe wakakianzisha. Ni Bwana wa vita, Bwana wa vita, Bwana wa vita, Bwana wa vita. Wanaitikia, wanaimba, wanaitikia, wanaimba. Baadaye Biblia inasema misingi ya gereza ikatikisika. Mambo magumu yanataka dhabihu ngumu zaidi. Usitake kusolve mambo magumu kwa dhabihu ya kawaida. Si unanielewa? Kuna mambo ambayo hayataondoka kwako kwa hatua za kawaida. Yaani unapochukua wajibu ama hatua ya kawaida, usitegemee kuondoa vitu vigumu. Yaani hiyo ni kanuni. Mambo magumu yanaondolewa kwa mikakati migumu. Amina mpendwa. Ona Gideon, wakati ambapo Mungu amemwagiza kwamba ukavunje madhabahu ya Baali ambayo baba yako anaitumikia. Biblia inasema alienda usiku. Muda umeenda, siwezi kusoma maandiko yote. Mungu alimwambia usiku. Mungu alisema naye Gideon usiku kwamba uvunje madhabahu ya Baali ambayo babako anaitumikia. Biblia inasema Gideon akaona watu watakuwa wameamka asubuhi. Sasa na mimi sisubiri, hoja tu watu wafanye shughuli zao usiku, wakati wamelala tavunja madhabahu. Na kweli
Hivyo fika usiku, Gideon akavunja madhabahu. Watu wanaamka asubuhi wanakuta madhabahu ilivunjwa. Utakapoanza kuchukua hatua hii, watu waliokufunga watashangaa asubuhi vile vifungo vimevunjika, yale matamko yamefutika, vile viapo vimefutwa katika jina la Yesu. Litakuwa fungu lako na kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Tumia usiku wa manane kwa vitu vizito, kwa vitu vigumu vilivyokushinda. Jaribisha haya maombi. Amen. Lakini unaona wakati ambapo Mungu anawatoa wana wa Israeli Misri, aliwatoa usiku. Angalia 12 kutoka 29. Tumalizie hapo tukaombe. Omba maombi ya kuvunja maagano ya familia, mashambulizi ya kichawi, maombi ya vita, kwa sababu huo ni wakati wa kushughulikia mambo magumu. Hiyo point tayari. Angalia sasa ile kutoka 12:29. Na komboa hatima yako usiku wa manane. Kwa kutumia maombi haya utakomboa hatima yako. Omba. Amen. Soma. Cheki kichapo hicho kinatembezwa usiku wa manane. Si hata Biblia yako imesema ni usiku wa manane, Lydia? Usiku wa manane Mungu akashuka akawapiga wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, wanyama mpaka waliokuwa gerezani. Wewe ni mzaliwa wa kwanza kufa. Nika ng'ombe ka kwanza kakafa usiku wa manane. Usiku wa manane ni majira ya kukomboa hatima. Unataka kukomboa hatima yako, unataka kukomboa huduma yako, unataka kukomboa familia yako, tumia usiku wa manane. Hii ni nzuri. Kuna katoto kameshindikana, akajielewi, unapanga hivi kanapanga vile, unasema hivi kanafanya. Usiku wa manane, wakati kamelala, wewe kaite, kataje mbele za Mungu. Amen. Kaombe usiku wa manane. Na hii tu ni hekima kwa wazazi wote. Usubiri mpaka asumbue. Ombea watoto wako usiku wa manane wakati wamelala. Usiposema hivyo, kuna watu wanaita nafsi zao hivi. Mimi niliwahi kuitwa usiku zamani, nilala nasikia happy. Nani amekusikia za ukweli? Nani amekusikia naitwa usiku? Mimi ndo niko mwilini. Nani amewahi kusikia? Kumbe mawasunga ni sisi tu tuko mwilini, ndugu yangu. Nimewahi kusikia naitwa usiku. Sasa huwa wanaita majina. Wanaweza ita mtoto wako, na mwingine anaamka, mama umeniita. Kwa nini? Kwa sababu jina lake linatajwa kule kwenye madhabahu za kishetani. Na wakiitwa, nafsi inaitwa, inapandikizwa mambo mabaya. Sasa wewe ita nafsi ya mtoto wako, yuko boarding, ita, pandikiza roho ya kicho. Amen. Pandikiza roho ya kumpenda Bwana, pandikiza roho ya maombi, pandikiza roho za kimungu, pandikiza ndani yake. Si unanielewa? Muombe usiku wa manane. Kama ishindikana, piga zile roho usiku wa manane wakati kamelala. Fanya hivyo kwa muendelezo. Mfungue usiku wa manane, fungua ufahamu wake, fungua hisia zake, nia, utashi, dhamiri, akili, nafsi yake, fikra zake, nazifungua kwa jina la Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Vumilia tu kidogo, naenda kumalizia, alafu tunakwenda nyumbani tu saa hii. Hii nayo itakusaidia usiku. Amen. Hata kama hatujaomba hapa, lakini utapata muda mzuri wa kuomba baadaye. Kwa tunaona Mungu akawatoa wana wa Israeli kwenye utumwa usiku wa manane. Kwa nini haikuwa mchana? Siku moja Mungu alimwambia hivi Musa, nenda usiku, alfajiri na mapema, nenda kamwambie Farao awafungue watu wangu waende zao, kwa sababu watakuwa majini, mtoni. Kasome tu hayo maandiko hapo. Musa akaenda njia ile ile inayotokea mtoni. Maana yake kulikuwa kuna madhabahu kule.
na mimi nashawishika ndani yangu kwamba usiku wa manane alikuwa ameenda kwenye ile madhabahu, sawa sawa, kuimarisha madhabahu yake. Kwa Mungu akamwambia Musa, nenda ukakutane naye Farao, atakuwa anatoka mtoni. Wanaendaga kuogelea mtoni usiku. Jamani, kuna watu wanaogelea usiku. Sasa mtoni Farao alikuwa anaenda, manake kuna madhabahu kule mtoni. Akasema nenda akakutane naye, alafu ukamwambia hivi, hiyo alfajiri na mapema hiyo, kamwambia Bwana asema hivi, waachie watu wangu. Amen. Usiku wa manane una mambo makubwa sana. Ni makamanda tu ambao wanaweza kukabiri usiku. Na ukiweza kumiliki usiku wa manane, umemiliki siku. Ukimiliki usiku wa manane, umemiliki mwaka. Ukimiliki usiku wa manane, umemiliki mwezi. Mimi natamani tumbane mbavu shetani mpaka akose pa kupumulia. Amen. Ikiwa ni asubuhi tunapiga asubuhi, ikiwa ni jioni tunapiga, ikiwa ni asubuhi, ikifika zamu ya usiku wa manane unafanya kwa kumaanisha. Usiku wa manane shughulikia utawala wa adui kwenye mji wako ama eneo lako. Amen. Usiku wa manane shughulikia utawala wa shetani kwenye mji wako, kwa sababu waovu wa mji wanapangaga mambo usiku. Amen. Wachawi wa mji, makuhani wa mji, wa kijiji, wa mtaa wanapanga mambo usiku. Acha kujiombea wewe tu. Wakati mwingine ni vizuri kuombea mji wako, ni vizuri kuombea mtaa wako, ni vizuri kuombea kijiji chako, ni vizuri kuombea nchi yako. Amina wapendwa. Kwa hiyo tumia maombi ya usiku wa manane kuharibu mipango ya shetani kwenye mji, kuvunja mipango ya adui kwenye mtaa, kwenye eneo lako la biashara, kwenye eneo lako la kazi, kwenye eneo lako la biashara. Haribu mipango yote. Nenda ombea eneo. Nimewahi kuwapa ushuhuda hapa wa mtumishi wa Mungu anaitwa Idahosa, ambaye alikuwa anaamka usiku wa manane. Mungu alimwagiza, anazunguka kwenye mji wa Benin, anateka, anaukamata, anaangusha madhabahu za kishetani kwenye ule mji. Ombea mji. Sio kila siku wewe ukiamka usiku na umeambiwa usiku wa manane Mungu ana backup watu kwa nguvu zake, ndo basi wewe unajiombeaga wewe tu. Ombea mji, ombea kanisa. Amen. Ombea kanisa. Wakati tuna changamoto tuliwahi kuipitia hapa kama kanisa miaka miaka mitatu hivi nyuma. Kabla ile changamoto haijatokea, nilikuwa Kiela. Nikaona upepo mkali. Na omba maombi haya usiku wa manane. Nikaona upepo mkali umevuma kanisani. Ulipovuma kanisani, takataka zikaingia. Jengo likawa linataka kuezuka, linarudi, yani bati linafumuka kabisa. Watu wanatoka wanakimbia, ni tafrani. Nikasema Mungu, ni kitu gani hiki? Nikaomba, nikakataa, nikavunja hicho ambacho kinakwenda kutokea. Tukatulia. Uwezi amini, tulikaa nafikiri zaidi ya miaka 2. Nikaja likatokea baadaye. Nikasema hiki kitu nilikiona. Nimekwambia kama utakuwa muombaji wa usiku wa manane, hakuna kitu kitakupita. Yani kabla halijatokea Mungu atakuwa amekwambia. Na ukilishughulikia, hata kama Mungu ataruhusu litokee, halitakuwa na madhara yale ambayo shetani aliyakusudia. Utasema mbona uliona na vikatokea? Ni kwa sababu madhara yangekuwa makubwa kama sikulishughulikia. Si unanielewa mpendwa? Naomba usimame sasa hapo ulipo. Mwambie tu Mungu asante kwa haya maarifa. Shukuru Mungu. Mwambie Baba Mungu asante. Inua sauti, sema Mungu Baba, ninakushukuru kwa maarifa ulionipa. Pokea shukrani zangu. Nisaidie kuwa mtendaji wa hiki ambacho nimekisikia katika jina la Yesu. Haya kwa maneno yako sasa, unaweza ukachukua simu. Baba, asante kwa ajili ya hekima hii, asante kwa ajili ya maarifa haya. Nakushukuru Mungu wa mbinguni. Asante Baba, asante mwaminifu, asante kwa hekima, asante kwa maarifa. Umesema utatufundisha
na huku macho yake yakitutazama. Asante kwa maarifa haya Bwana, maana maarifa ni zaidi ya dhahabu kwetu, maarifa ni zaidi ya fedha kwetu. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni. Roho hii ya maombi ipandwe ndani yetu, katusaidie katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea shukrani. Amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu.